Hii ni software moja ambayo unahitaji kama wewe ni mtu ambaye unatamani kuijua Biblia vizuri, lakini pia kama ni mtu ambaye unapenda kutunza notes au mafundisho mbalimbali kama unajiandaa kwa ajili ya kufundisha mahali. Hii ni software nzuri sana ambayo unaweza kutumia kujifunza na kufundishia pia, na ina material mengi. Katika video hii nitakuonyesha jinsi ya kuitumia hii application. Kwa utaenda kwenye Google, uta search Eastward na nitakuwekea linki hapo kwenye description ili uweze kuipata kwa haraka. Utaingia, kisha nitaidownload hii software. Kwa hiyo nimefanikiwa kuidownload. Setup yake ni hapa. Lakini kama unahitaji application ya kwenye simu, Play Store ipo, au kama unatumia kwenye iPad, install. Install. Nimemaliza. Kwa baadaye nitaifungua hapo kwenye desktop hapa Eastward. Kwa hiyo application yetu imefunguka vizuri kabisa. Nitaiweka hapo ili uweze kuona vizuri. Hii ndio application ya Eastward. Hiki ni kipengele cha Bible, cha Biblia. Hiki huku ni kipengele cha commentary. Kama unafahamu commentary ni kitu gani, ni maelezo au maelezo ya Biblia ambayo yameandikwa na watu mbalimbali. Lakini pia hizi ni dictionary. Kama kuna kitu unahitaji kujua maana yake, kuna neno unataka kujua maana yake, hii ndio dictionary ambayo unaweza kutumia. Na upande kama unavyoona kuna vitabu vya Biblia. Hapa kulia kuna sura za Biblia. Kama atakwenda Mwanzo sura ya kwanza, na kuanza Genesis 1 na niko Mwanzo sura ya kwanza. Kwa hiyo nikishakuwa Mwanzo sura ya kwanza, kama unahitaji kuelewa Mwanzo sura ya kwanza inamaanisha nini kutokana na maelezo yaliyopo, sasa nikaingia hapa pembeni naangalia tu. Sawa. Sasa nikasoma na nikaelewa. Na hapa juu hii tab ya kwanza ni ambayo tunaiona hapa. Ya pili ni Bible, Biblia. 3 commentary. C, D dictionary, zile dictionary. Na E editor. Hapa ndo mahali ambako unaweza ukaandika. Kama kuna notes unaandika au kuna somo unaandaa, unaweza ukaandika hapa, na ambako ndio hapa. Sasa nahitaji kuna vitu vya kadhaa vya kudownload, naweza nikadownload ili application hii niweze kuitumia vizuri zaidi, lakini pia nahitaji Biblia ya Kiswahili. Kwa nitakuja kwenye downloads hapa. Taanza na Bibles. Kuna Biblia nyingi na za tafsiri nyingi ambazo zipo ndani, ambazo ni bure. Lakini kuna Biblia nyingi pia nyingine ambazo zinauzwa, lakini ya Kiswahili tutaipata. Kwa hapa tunaanza kwenye English, napita nashuka EFG HIJK LMNO PQRS Swahili. Kwa Biblia Kiswahili UV Union Vision. Nikiklik hapa
hii Biblia itajidownload kuingia kwenye application hii. Okay, sawa, tumefanikiwa kudownload Biblia yetu ya Kiswahili. Tutaenda kwenye commentaries hapa juu tuangalie. Commentary ni ule uchambuzi wa Biblia. Kwa hiyo unaangalia yule mtumishi ambaye unampenda au commentary ambayo unaipenda. Ziko nyingi lakini mimi huwa nampenda Chuck Smith. Kwa hiyo una click, una download. Kuna John Wesley, pulpit commentary, ziko nyingi. Okay, basi baada ya kudownload utaikata, restart, utaanzisha upya, na ni kwa ajili ya mtandao tu. Mimi commentary zangu hazijaonekana hapa, lakini nitaziweka muda si mrefu. Lakini kwa ajili ya hii video ngoja niendelee kuonyesha vitu ambavyo unaweza kufanya katika program hii. Kwa hiyo unaona hapa kuna Swahili. Ni Biblia ya Kiswahili, unabonyeza. Kwa mfano unahitaji Mwanzo sura ya 11. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Unaona, kigusa utakuta bado kuna mistari huku ambayo inaelezea pande kulia. Kama nimeupenda huu mstari, nataka ni rekodi kitu ambacho nitakuwa nakumbuka, nitaklika hapa kwenye journal notes, kaandika tu lugha moja, usemi mmoja, maana yake ni, utaeleza hapo kitu unachokijua. Lakini kuna hii Biblia inaitwa King James Version na hii King James Version ++. Hii ni Biblia ambayo ina maneno yale ya Kigiriki, Kiyunani au Kiebrania, ambayo unaweza kujua maana ya ndani zaidi ya neno kama unataka kufahamu. Kwa mfano, tutumie neno ambalo ni maarufu, Efeso sura ya 5 mstari wa 16. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Nataka kujua neno wakati ilikuwa na maana gani. Kwa hiyo angalau Kiingereza kidogo hapa, neno time ili hapa. Kwa ni click ile neno time, unaona inaniletea neno kairos. Hiki ni Kiyunani, lakini pia inakuonyesha maana ili neno of certain affinity, an occasion that is set or proper time, opportunity. Umeona? Kwa hiyo unaweza kujua neno gani lilitumika, neno halisi lilotumika. Kwa hiyo Biblia KJV Plus ni nzuri, mimi napenda sana kuitumia. Lakini bado ukigusa mstari kama huu, ukija hapa kwenye TSK cross reference, utakuta kuna mistari mingine ambayo inafanana kidogo na huu mstari ambao nimeuclick. Baadhi, kama kuna mstari ambao umetumia na kukomboa ambao ndio ni redeeming, inaweza ikatokea kama kuna mstari mwingine ambao umetumia neno redeeming au kukomboa, unaweza kupata reference mbalimbali. Lakini bado katika Biblia naweza nikasearch. Nataka kusearch na kuja hapa kwenye hichi kidarubini. Na baba anasema Petro. Tunaletea misali yote ambayo Petro ameandikwa. Bado ni nani nzuri sana. Lakini pia itanionyesha kila kitabu ambacho Petro ameandikwa na ameandikwa mara ngapi. Unaona?
Mathayo ameandikwa mara 23, Marko, Luka, Petro wa kwanza mara moja. Kwa unapata idea neno fulani lipo katika Biblia mara ngapi. Ni kama unataka kuandaa ujumbe wako, ukaja hapo kwenye topic na ukaandika ujumbe wako vizuri na ukausave, na baadaye ukaja kama utamani kama unaenda kufundisha mahali au utaenda kutumia sehemu, ukautumia. Mfano hizi commentary huwa ni yale mavitabu makubwa ambayo unaona watumishi wanayo kwa ajili ya kujisomea neno la Mungu, lakini commentary yote hapa kama unavyoona iko ndani tu ya hii software. Na hii ndio hapo ambayo ninatamani mtu yeyote ambaye anatamani kujifunza Biblia kwa undani zaidi anatakiwa kuwa nayo. Asante kwa kuangalia hii video, na kama umeipenda basi usahau kuacha like yako au hata kushare kwa mtu mwingine ambaye anahitaji hii application.